watoto wengi wanaofanyiwa ukatili, hususan ukatili wa kingono, hawaanzi kulia tu kwa sauti kwamba ukawasikia wanalia. Walio wengi wanaanza kubadilika tabia na kukosa furaha. Karibu Jifunze Salama. Kama ilivyo ada, leo ni siku ya Ijumaa. Siku ya Ijumaa ni mahususi kabisa kwa ajili ya watoto, na siku ya leo tutakwenda kuangazia aina tofauti tofauti za ukatili wanazokutana nazo watoto. Lakini kwa leo mimi nitakwenda kuzungumzia ama tutakwenda kujadili kuhusiana na ukatili wa kingono. Kama ambavyo wengi wanatarajia, wakisikia ukatili wa kingono wanajua ni kubaka ama kulawiti. Lakini mimi kwa leo sitazungumzia kubaka wala kulawiti. Nitazungumzia kipengele kingine ambacho ni ukatili wa kingono, kipo ndani ya ukatili wa kingono ambacho kinajulikana kama shambulio la aibu. Kipengele ambacho au aina ambayo ya ukatili wengi ama hawaifahamu ama pengine hawaizingatii. Sasa, kabla sijaendelea, natamani tupate uelewa pamoja. Tofauti na kubakwa na kulawitiwa, ambapo mzazi unaweza ukampeleka mtoto wako hospitali ili apimwe ama aangaliwe kama ameingiliwa ama hajaingiliwa. Katika ukatili wa kingono ambao tunaita shambulio la aibu, mara nyingi ni ngumu sana kuweza kupima kwamba matendo mengi ambayo tunayaita shambulio la aibu huwezi kwenda kuyapima hospitali. Maana yake ni mahusiano kati ya kwako wewe na mtoto. Kama mzazi ana mahusiano mazuri na mtoto wake, maana yake itakuwa rahisi kwa mtoto kuweza kumweleza mzazi wake. Lakini kama hamna mahusiano, maana yake pia itakuwa ngumu hivyo hivyo kwa wewe mzazi kuweza kugundua. Tutakwenda kuangalia sasa ni vitu gani ambavyo mtoto akifanyiwa ndo tunasema hili ni shambulio la aibu. Kwa vitu viko vingi, tutaenda kuangalia vichache. Cha kwanza ni mtoto kuguswa ama kuchezewa sehemu zake za siri bila ridhaa. Kwa hiyo mtu fulani au mhusika anaweza akamchezea huyu mtoto pasipo kumwingilia, kwa sababu kwa mfano katika kubaka na kulawiti mtu si anamwingilia yule mtoto, lakini katika shambulio la aibu hamwingilii, isipokuwa anamchezea sehemu zake za siri ili tu aweze labda pengine kujiridhisha yeye kingono. Ama wakati mwingine anaweza akamwambia mtoto amchezee yeye, kwa maana mtoto amchezee huyo mhusika sasa, ili aweze tu kuridhika pengine kingono, ama watu wengine wanafanya tu kwa ajili ya kuwadhalilisha watoto. Sasa hii ni mbaya sana, kwa sababu vile vitu au jambo hili mtoto anapofundishwa lina athari sana kwenye saikolojia yake, kwa sababu kama mnavyoona ni kitu ambacho ni kikubwa kuliko hata uwezo ama pengine umri wa yule mtoto. Kitendo kingine ni mhusika kumlazimisha mtoto kushiriki ngono kwa njia ya mdomo. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu huwa wanawalazimisha watoto kushiriki ngono kwa njia ya mdomo, kwa sababu wanajua kabisa akifanya vile mtoto hata akipimwa hawezi kuonekana kama aliingiliwa. Lakini athari zake kama ambavyo hivyo ni kubaka na kulawiti, tena hii ni kubwa zaidi. Lakini kitendo kingine, mhusika anaweza akatumia hata simu. Wakati mwingine anamwekea mtoto picha au anamwekea video ambayo inaonyesha labda pengine watu wakiwa wanafanya matendo ya kingono, alafu anamwambia yule mtoto amfanyie au amchezee vile ambavyo anaona wanafanya kule kwenye simu. Kwa hiyo ile ina athari kubwa sana kwa watoto kisaikolojia, kwa sababu mtoto anakuwa anaonyeshwa vitu ambavyo ni vikubwa sana kuliko umri wake. Alafu zile picha anazoziona, vile vitendo anavyoviona vinabaki kwenye akili yake. Kwa hiyo athari yake ni kubwa, na kama ambavyo wote tunafahamu, kitu kikishaingia kwenye akili hata kwa watu wazima huwa ni ngumu sana mpaka kiweze kufanya nini, kutoka. Kwa hiyo hivyo ni baadhi tu ya vitendo ambavyo mtoto anaweza akafanyiwa kama shambulio la aibu, lakini kiuhalisia viko vingi sana sana sana. Na mtu anaweza akajiuliza, sasa nitajuaje mtoto wangu akiwa anafanyiwa shambulio la aibu? Kuweza kujua, mara nyingi lazima umwangalie mtoto mwenyewe. Kwa hali ya kawaida, mtoto anapokuwa anafanyiwa ukatili wa kingono
hususan hiyo shambulio la aibu ama kubakwa ama kulawitiwa, lazima tu atabadilika kitabia. Tabia yake lazima itabadilika. Wengine atakosa furaha, lakini atakuwa anajitenga. Kuna wakati mwingine anaweza tu akakaa peke yake ukamgusa anashtuka. Wakati mwingine hata akilala usiku anakuwa kama vile anaweweseka, lakini anakuwa anapenda kukaa peke yake. Anakosa kujiamini pia wakati mwingine. Mara nyingi anakuwa tu ni mtoto fulani mwenye huzuni au kama vile ana mawazo. Yaani wakati wote anakuwa kama kuna kitu kinamsumbua lakini hawezi kukisema. Kwa hiyo kuna vitu vingi vya kuangalia. Sasa lakini ili uweze kuelewa vizuri, kuna hadithi ambayo mimi nilikuwa nimeiandaa. Kwa hiyo nilitaka niisome hapa, alafu kwa pamoja angalau unaweza ukapata kitu. Yaani ukaweza kujua namna gani unaweza ukabaini huyu mtoto au vitu gani ambavyo vinakuwa vipo kwa yule mtoto. Haya, nitakwenda kuisoma. Kizibo alikuwa mtoto mchangamfu hapo zamani, lakini siku zilivyokuwa zikienda, ule uchangamfu uliisha. Alikuwa anakaa kimya zaidi, akishtuka tu mtu anapomkaribia. Alikuwa mara nyingi hataki kubaki peke yake. Kwa hiyo tunamuona huyu Kizibo alikuwa ni mtoto mchangamfu, anaishi kama watoto wengine, lakini mara ghafla ule uchangamfu ukaisha. Lakini pia mtu alikuwa akimgusa tu anashtuka, lakini pia alikuwa anaogopa kukaa peke yake. Kwa hiyo hapo nitakuwa naenda na mafunzo moja kwa moja kwamba tujifunze. Mtoto wako anapokuwa ni mchangamfu tu, yuko vizuri, ukiona tabia yake imebadilika ghafla, ni vizuri kupata kujifunza kwa nini tabia yake imebadilika ghafla. Naendelea na story. Hakukuwa na jeraha lililokuwa linaonekana mwilini mwake, lakini ndani yake kulikuwa na kitu ambacho kilikuwa kinamuumiza. Nyumbani watu walifikiri ni tabia ya mtoto kubadilika, na ndo mara nyingi wazazi ambavyo huwa tunasema naona tu amebadilika, lakini watoto huwa hawabadiliki tu bila sababu. Hata shuleni walimu waliona mabadiliko yake, lakini wakadhani ni uchovu au mawazo ya kawaida. Kwa hiyo nyumbani walimchukulia poa na shuleni pia walimu walimchukulia poa. Lakini ukweli ulikuwa tofauti. Kulikuwa na mtu mzima aliyekuwa akimfanyia vitendo ambavyo vilikuwa kinyume na matakwa yake. Mtu ambaye alikiuka mipaka ya mwili wake. Kizibo alijikuta akiwa na hofu hata kuongea. Kwa hiyo tumeona hofu. Maanake baada ya vile vitendo alivyoanza kufanyiwa vile vitendo, tunaona Kizibo amekuwa na nini? Na hofu. Na ndio maana wakati mwingine tu mtu akimgusa anashtuka. Kwa hiyo akaamua kunyamaza. Sasa tunaambiwa alikuwa mchangamfu, lakini sasa hivi ameamua anyamaze zake. Ukimya hapo unakuja. Hivyo vyote ni vitabia, tuvizingatie. Usiku alikuwa hawezi kulala vizuri, akilia kimya kimya bila mtu kujua. Kwa hiyo nilisema habari za kuweweseka usiku. Hata watoto wetu wakiwa wanalala, wakati mwingine tuwazingatie. Akiwa anaweweseka sana, kwa sababu hata watoto wadogo wakiwa wamelia sana mchana, wale watoto ambao ni chini ya miaka 5, kwa wale wazazi tunafahamu mtoto akilia sana mchana, usiku anapokuwa analala tunaona gadi anaweza akawa na yani ile hali inamrudia. Kwa alikadhalika hata na hao watoto wengine pia inakuwa hivyo hivyo. Siku moja mwalimu mmoja alimuita pembeni. Kwa hiyo akatokea mwalimu ambaye aliona pengine sio kawaida, akaamua amuite pembeni. Hakumuuliza maswali mengi, na naomba hapa tupazingatie. Watoto wakati mwingine hatuhitaji kuwauliza maswali mengi, kwa sababu ukimuuliza sana maswali hawezi kukujibu. Wakati mwingine anashindwa kupata namna nzuri ya kuweza kukueleza ili uweze kumuelewa. Mwalimu akamwambia kwa upole, unaweza kuniambia kilichotokea hata kama ni kidogo? Kizibo akashusha pumzi. Machozi yakaanza kumwagika. Kwa sauti ya chini kabisa akamwambia mwalimu, kuna mtu ananifanyia tabia mbaya. Na watoto wengi huwa hawajuagi haya maneno ya kikubwa kama sisi ambao tunayatumia. Huwa wanatumia neno amenifanyia tabia mbaya,
au yani maneno ya namna hiyo. Kwa hiyo hapo hapo, kwa sababu mwalimu alimuuliza kwa upole, ndo Kizibo akaanza kufanya nini? Akaanza kufunguka. Hali kadhalika na watoto wetu. Stori ndo imeishia hapo jamani. Kwa hiyo alikadhalika hata watoto wetu inatupasa tutumie namna fulani nzuri ya upole kuweza kuzungumza nao. Kama umependa elimu hii, basi usiache kulike pale kwenye video yetu, lakini pia bonyeza neno subscribe pale, utakuwa umeweza kutufuatilia moja kwa moja na utapata fursa ya kuona video zetu zote ambazo zitakuwa zinatoa elimu mbalimbali kuhusiana na namna gani ya kuwalinda watoto wetu. Lakini pia usiache kutuandikia komenti yako pale chini, tuambie ni vitendo gani vya kingono ambavyo wewe umewahi kusikia watoto wakifanyiwa. Lengo ni moja tu, kukusaidia wewe kuweza kujua namna gani ya kuwalinda watoto wetu. Lakini pia kwa wasionifahamu, mimi naitwa Anastasia Donald, ni afisa ustawi wa jamii, lakini pia ni mbobevu katika utoaji wa msaada wa kisaikolojia na kijamii. Jifunze salama, tunasema kujua ni kujilinda.